Tunataka kuanza lesson hii. Look upon the earth beneath. Behold, the witches of the created orders below, ascending with a divine chariot, beholding the eyes of the orders of that which is above and the which is below, uniting and grafting these things together as the divine chariot ascends from glory to glory. And from this grafting, one causes the heavens and the earth to pass away through the unity of these two things. The illusion of separation vanishes like vapor, and the material, as the earth perishes, as a garment. For the material and the immaterial become no more. As one ascends from glory to glory, arriving at the divine union of his bridal chamber, by which the former things have passed away, and a new heaven and a new earth are formed, not from material and corruptible things, but incorruptible things. Yira anatueleza ya kwamba tunaweza tukapaa na kuanza kuinuka na pia kuwa connected, kuwa grounded katika ardhi, bado tukiendelea kutafuta utukufu wa Mungu mahali ambapo hapana uharibifu, mahali ambapo hapana uharibifu wowote, mahali ambapo ni kuna mbingu mpya na nchi mpya. Hapo tunaweza tukapaishi, hapo tunaweza tukapakaa kama vile Yira anavyotuambia. Isaiah 65 verse 17 inasema, so I'll create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. Yira akatuambia, grafting, harahab, the grafting, one letter to another, one word to another, one divine name to another. Each combination from the Merkava combines the power of the divine names, the Sephirot, and the letters. When these are grafted to an individual, they direct him, forming every possible permutation, because their essence is sealed within the permutations. Every key of wisdom is given over to the individual who gazes, sees, and understands. Yira anatueleza ya kwamba Yesu unaweza ukitazama mno na kuona na kufahamu na kuelewa, utaweza kupaa na kufika alipo Muumba wetu. Ukiendelea bado kupanda, utafika. When an individual looks into these permutations in a proper manner, he can see all of creation. This is likened to a person who looks into a glass mirror. He sees both his own face and the faces of all who pass by. When the power of the influx begins to manifest and reveals itself to one gazing into the mirror, the letters and Sephirot begin to appear before him like lightning flashes. Regarding this it is written, Yira anatueleza ya kwamba kama mtu ambaye anayejitazama katika kioo, ambapo atapata kujiona yeye, hivyo ndivyo pia nuru ya utukufu wa Muumba, ukiendelea kupeleleza maneno ya Yira, maneno ya Muumba wetu ambao ni Torah, kupitia maneno ya Yira takatifu, hakika utapata kuona mbaraka. Maana Hakadosh Baruch Hu mtakatifu abarikiwe, yeye amefunua ukweli wote kupitia mtumishi wake Yira, ili sisi tuweze kuangalia kama kwa kioo kupitia hizi herufi takatifu, na tuweze kuona uhalisia ambao tunaambiwa na Yira unaitwa utukufu baada ya utukufu, uliofichwa katika maeneo ya giza mno. Na pale tutaweza kuona uhalisia, na pale tutaweza kuingia katika level mpya, kama ilivyoandikwa katika Ezekieli 1:14.
The Hayot ran and returned like a vision of lightning. The Sefer Yetzirah states, so Ezekiel anatuambia kwamba Hayot au viumbe hai vinakimbia na kurejea kama maono ya miale, kama maono ya miale au maono ya nuru, miale, lightning. Now, Seferi Yetzirah, kitabu cha kale ambacho kimedhamiriwa kwamba kiliandikwa na Abraham Avinu, baba yetu Abraham, mwana wa Mungu ama baba wa imani. Kitabu hiki kilichoandikwa na Abraham kinasema hivi: 10 Sefirot of nothingness, their vision, that is Sephirah, is like a flash of lightning. Ya kwamba Sefira ama gazi 10 bado tunaita Sefira, tutakuja kusoma kuzihusu, za kutokuwa na chochote cha ufunuo ulio mkuu, ulio kama ufunuo, kama si kitu, ni kama tu miale, ni kama miale, like flashes of lightning. The letters Patsufim, words, divine names flash before the eyes as one ascends from glory to glory. So hizi herufi takatifu zinafunukia mtu kama miale, that is herufi na mchanganyiko wa hizo herufi, dunia ama ulimwengu mbalimbali, maulimwengu mbalimbali, wengine wanasema malimwengu, worlds, ulimwengu mbalimbali. Ulimwengu si moja, that's why tunasema olamim ama olamim. And divine names ni majina matakatifu yanafyetuka mbele ya macho kama miale kwa utukufu, kadiri mtu anavyozidi kupaa angani, kupaa utukufu baada ya mwingine, mtu anavyozidi kuinuka utukufu baada ya mwingine. The living creatures are the forms which behold the glory of the light. So hizi viumbe hai ni miundo ambayo inayotazama utukufu wa nuru, like a ladder that ascends upwards, kama ngazi inayopaa angani, hivyo ndivyo Sefira inavyopaa. A ladder of letters, kuna ladder, kuna ngazi ya herufi, kuna ngazi ya Sefirot, kuna ngazi ya Patsufim, hiyo mchanganyiko na hizo Sefira tunasema tu bado pia ni ngazi, na kuna ngazi ya maulimwengu kama ilivyoandikwa 3 producing, it was written of this, kuhusu hii iliandikwa hivi: 3 producing fruit, containing seed, containing 3. These then become united in the secret of his glory, and it was stated katika Vayet Hanan, Zohar Vayet Hanan verse 65 inasema, sitakusomea sahi kwa Kiebrania, nitakusomea kwanza kwa Kizungu, lakini Kiebrania pia bado naweza kusoma. Inasema, the lilies are a mystery. When these body parts are connected together so as to be all one by means of one meditation, according to the secret of the offering, the Holy One, blessed be He, is adorned with a crown of fine gold, so as to be adorned with His honor. This is the meaning behind the word release, which are the secret of all the body parts above and below. The secret of that gold is that it is a crown that is adorned and rises from among them. There is everything in them, in the lilies, kama inavyosema katika moja ya Zohar, ukipenda prologue. So I speak to the blind, and you having yourselves
being blind from birth, cannot comprehend any color, so too, you who are spiritually blind cannot grasp the brilliant spectrum of the spiritual worlds, and certainly cannot fathom to grasp those eternal things, being you yourself perishable, having been sustained by perishable things, and having hoarded for yourself perishable things. See, by the very nature of your existence, perishable things. One who reaches the highest level cannot reveal it to anyone. All he can do is give over the keys so that the enlightened individual can open the gate which are sealed to exclude the unworthy. Yeye ambaye hastahili, yeye ambaye aliye chini mno, yeye ambaye bado hajapanda katika level ya juu mno, hawezi, kwa sababu ya nature yake Yakoba hajakamilika. Anahitaji yeye ambaye amekamilika, yeye ambaye amefunukiwa, yeye ambaye ameweza kuelewa ufunguo, yeye ambaye ameweza kuelewa hali ya juu mno, ili aweze kumfungulia yeye aliyestahimili. And for you the blind one, once reading such things, even if you make use of such techniques, will not attain that most supernal things, and because of this you will be cut off. Mtu ambaye aliye kipofu hata akisoma hawezi akaelewa. Kwa hivyo ukisoma Biblia translation like literally, Biblia haijaandikwa isomwe literally. Biblia imeandikwa ikiwa mafumbo baada ya mafumbo baada ya mafumbo. We are talking about 70 layers. 70 layers. Sasa kama basi ni madaraja 70 ya Biblia, ya ufafanuzi wa Biblia, basi huwezi ukaisoma literally na ukasema Yakobo umejua chochote. Lakini ukipatana na yeye ambaye na ufunuo, Yira Haari, anakufunulia uhalisia huu ili usije ukaombelewa, ili usiishi kujidanganya kwamba unajua, lakini wale wako hakuna kitu ambacho unachokijua. Ufunuo huu umepewa Yira Haari. Many great men and sages have stumbled and fell, were trapped and snared, because they exceeded the bounds of their knowledge. Their God of Keter caused them to be cut off. Correct. The sage Abrahia wrote, Abrahia ni rabii wa karne ya 12, akasema hivi: God gave us the Torah, teaching us the way of commutations and the steps of the ladder, involving the mysteries of letters. Without such information, it is impossible to reach the level of knowing God. Hatuwezi tukamjua Mungu bila kuelewa Torah, kufahamu njia ya permutations, kufahamu kupanda ngazi za siri za hizo herufi, kufahamu haya yote ili tuweze kumjua Mungu. Otherwise, bila hayo hatuwezi tukapata kumjua Mungu. Tutakuwa tunajidanganya tu. For the nature of God, whose being is that most high source of all things, whose nature is to accept the lower things, having that he himself created all things perishable and imperishable, made his glory known, he did so through a certain poor one. The nature of lower things is to reject the lower things. Therefore, when the highest of all things came God, in the lowest of all things, he was rejected. Wakati ambapo yeye aliye juu ya yote, yeye ambaye hana mwisho, alipotaka kujifunua katikati ya viumbe ambazo aliziumba zikiwa perishable, zikiwa za kuharibika na visivyo vya kuharibika, alipotaka kujifunua, alijifunua kupitia yeye aliye mnyonge mno, yeye aliye mdogo. Lakini kama ilivyo asili ya viumbe vyote vya kuharibika, viumbe vyote vilivyo chini mno, vilivyo vya chini, ni kukataa kilicho chini, kilicho maskini, kama Yira Haari. That one who ascended glory to glory, brought down light of the eternal, his clouds of gloom and sorrow, which surround him, from which so many have fallen, battered that light
which is that very life of all things came into the world. Kwa hivyo kupitia yeye habari ya kufunukiwa nuru ikapata kutufikia sisi. Tense the road of nothingness, close your mouth that it not speak of them, and your heart that it not think. And if your heart runs, return it to its place. It is thus written, the Chayot run and return. Regarding this, a covenant has been made. You already know that Isaiah said in 41:23, declare the letters backwards. Then we will know that you are gods, that you can do good and evil, and we will meditate and sit together. Isaiah akasema katika 41:23 ya kwamba tafakari kuhusu letters ama tangaza herufi mbele na kinyume, nasi tutajua ya kwamba nyinyi ni wenye nguvu, ya kwamba nyinyi ni wenye uweza, ninyi ni uweza kivyenu. But you can do good and evil, ya kwamba mko na uwezo kama nguvu, mko na nguvu, ninyi ni nguvu za kutenda mema na mabaya, mema na maovu. Nasi tutatafakari kuwahusu nyinyi, nasi tutatafakari na kuona pamoja. Akasema tena katika 44:7, ask of me, Isaiah 44:7, ask of me letters and command me over my sons and the work of my hands, ya kwamba niulizeni kuhusiana na herufi na pia mniamuru kuhusu wanangu. Hilo ndilo ambalo tunalotekeleza humu, kwamba tunapata kufunua herufi za watoto wa Mungu na kumwamuru muumba wetu kuhusiana na majina ya wana wake, kuhusiana na watoto wake, ili apate kuwatendea mema, kuhusiana na matendo yao, tupate kumwamuru ili yote apate kunyooka. So hajalishi yote ambayo mtu anayapitia, inaweza ikarekebishwa. Regarding these things, when you pray and study, let my words not forsake you. With every word and expression that leaves your lips, have in mind to bring about a unification. Kila neno na kila kitendo ambacho au mwonekano ambao unaotokea kwa kinywa chako na maishani mwako, wacha upate kuleta umoja, uwiano, utagamano. Every single letter contains universes, souls and godliness, and as they ascend, one becomes bound to the other and they become unified. The letters then become unified to form a word. They are then actually unified with the divine essence, and in all these aspects your soul is included with them. All universes are then unified as one, as His glory is revealed. It is written, Yirat Hashem Roshit Chokhmah, Yirat Hashem Roshit Da'at, Keter Yira Ha'ari, the crown of Yira Ha'ari, kama jinsi ilivyoandikwa kwamba wakati utakapotafakari yote yaliyo mema, utakapotafakari kumhusu yeye aliye mkuu, yeye aliye uwezo wa kipekee, kama jinsi ilivyoandikwa, utapata kuleta umoja katika himaya zote, katika ulimwengu wote, na kuleta umoja kamili kama ilivyoandikwa ya kwamba Yira wa Hashem ni chanzo cha hekima na Yira wa Hashem ni chanzo cha ufahamu. Kwa sababu hiyo basi tunamalizia kwa kusema ya kwamba taji ya Yira Ha'ari, hii ndio taji ya Yira Ha'ari. Abarikiwe, ainuriwe Yira Ha'ari, nuru yake ituangazie, nuru yake itufikie, nuru yake ileta uponyaji katika maisha yetu, nuru yake ipate kuleta urejesho, nuru yake ipate kutuangazia tuwe na mabadiliko. Please
like, comment and share and subscribe to these videos. Subscribe to my YouTube channel, Nabii Kimani Waboi. Nabii Kimani Waboi Facebook, Nabii Kimani Waboi TikTok, Nabii Kimani Waboi kila mahali, hata X bado Nabii Kimani Waboi. Telegram Nabii Kimani Waboi, a channel, search for it and join. Tukutane mle na tuweze kubarikiwa. Karibuni sana World Peace Initiative Center, mpango wa amani duniani kote, ama kikusanyiko la mpango wa amani duniani kote. Nawapenda nyote. Shalom.